Kitabu, 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 Nani huyo? Utakwenda kuchukua vitu vilivyokosekana. Sawa dada. Imekuwaje tena? Amekutwa na tatizo la macho ghafla, kwa hiyo mimi nimejaribu tu kumsaidia. Nakuelewa. Ina maana Chapa haoni? Na hizi ni dawa ambazo asante. Samahani Sumei. Nilisahau. Shikamoo. Marhaba. Jambo? Sijambo. Samahani weka. Mbona nisubiri? Wewe njoo. Njoo. Pole sana ndugu yangu. Sikiliza. Mwambie yule Gofi. Huyu mwingine asiniruhusu mpaka nitakapomwona. Umenielewa? So kwa hiyo huyu amekuta tatizo akiwa wapi? Huyu tatizo hili limemkuta barabarani akiwa anachagua madafu yangu. Alafu baada ya hapo ndio ikatokea tu ghafla hii hali, na mimi nikaona jambo la kiungwana na busara nimlete hapa nyumbani kwake. Barabarani ulikuwa peke yako?
Ndio. Sasa umepajua japo? Amenitajia namba ya nyumba, na mimi hapa mara nyingi sana huaga napitaga hapa nikiwa napeleka madafu huko na kwenda kuuzia. Naomba nisubiri kidogo mkangu. Lakini samani, kwa sababu mimi basikeli yangu nilipoiacha na wasiwasi na usalama wake. Dakika chache tu usijali. Yaani mimi sijaelewa kabisa, ndio maana nimeona bora niishi hapa hapa, alafu na waruhusu wao waingie ndani. Kuna mambo ya ghafla sana. Sasa sijui atakuwa amefanyaje Chapa jamani. Lakini mimi naishi haya atakuwa mambo ya kishirikina haya mtamu. Ni kweli kabisa. Mungu atamsimamia tu mpaka salama yake. Kwa kweli. Alafu nimekumbuka, dada amesema usimruhusu mgeni atoke nje mpaka atakapokupa taarifa. Sawa sawa. Shemeji. Shemeji? Samani, nilikuwa naomba ruksa niondoke kwa sababu sina uhakika na sehemu niliyoiacha biashara yangu. Sawa. Asante. Sina uhakika na kilichojiri, sababu kichwa tu kilianza kuuma mke wangu kipindi naendesha gari. Pole. Lakini wewe uliniambia utarudi kesho. Imekuwaje tena leo? Ni kweli mke wangu, nilikuwa tunataka nikushangaze. Mimi nawajua binadamu, lakini kwa hili sitakubali. Unataka kufanya nini? Nataka kujua chanzo. Chanzo ni kichwa kuuma, ndio imepelekea hali hii. Mbona unaongea kama daktari? Huwajui tu walimwengu. Na mimi kuna jambo nahisi. Jambo gani tena? Kwani hakuna maelezo ya daktari kwenye ile karatasi aliyokupa yule jamaa? Kilichoandikwa ndo sikifahamu. Hebu pumzika kwanza. Kitabu. 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 We bwana, tusije tukaribiana kazi hapa bure. Kwa usalama wako kaa kule. Sasa mimi hapa kosa langu nini? Hilo sio swala langu. Fuata maelekezo
usije ukatengeneza mazingira mabaya kwa afya yako. Kwa nini sasa? Nimesema hivi, kaa kule, nitakuja kukuchakaza hapa, hata huyo mwajiri wangu atakushangaa atakapokukuta umechakaa. Nimesema kaa kule. Hebu wewe usiingie ndani, kaa kule. Nyumba namba 189 hapa mtaa wa Njinju. Sawa, nimekuelewa. Sawa. Sasa mwambie asinipotezee muda mrefu sana, au akupe wewe uniletee. Sawa? Mimi sina uhakika wa kuwahi kutokana na changamoto za ndani. Changamoto gani tena? Za kawaida tu, ila mimi nitakufikishia ujumbe. Au kurudi kwake ndo unaita changamoto? Ndio. Sawa, ila ukipata nafasi fikishe. Haina shida. Samahani shemeji, mbona tena nasikia nimepewa zuio hapa? Wewe unafikiri mimi sina akili eh? Hata kama ni mwanamke ndio nisije mchezo mchafu. Hivyo na hali hii unawezaje kuendesha gari eh? Na unapata wapi ujasiri wa kurudisha vitu vya thamani bila ya kupata mafanikio? Mbona sijakuelewa? Nitakuelewesha kwa vitendo. Unamdhuru mume wangu kwa sababu ya ufukara wako. Eti nimemsaidia na kuhakikisha utataja na wenzao mlioshirikiana. Labda kama mimi sio mbele kutoka Same. Nane, Suna. Suna mke wangu. Shemeji. Ngoja basi nikakuitie. Sawa.
Pale. Vipi? Unahitajika na shemeji. Katoka ndani. Hadithi ya kitabu chauni wauni wauni kitabu hadithi ya kitabu chauni sheria ibara na sheria hadithi ya kitabu chauni zijue ibara na sheria. Kitabu, 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 kitabu,